Habari yako mtumishi Bwana Abel? Ni nzuri. Nafurahi, namshukuru Mungu tumekutana tena kwa mara nyingine. Asante sana. Nina swali moja. Ni mambo gani yanafanya hasa watu wasiende mbinguni, hasa vijana? Umekuja. Kwa kweli kuna mambo mengi ambayo ninaweza kuyafikiria, lakini kwa leo nitasema machache. Na miongoni mwa hayo, unajua vijana mara nyingi tunapenda, yani kuna mambo tukisikia kwamba haya yako mbinguni, ahadi alizozitoa Mungu, tunaona kwamba hii na hii kwetu sisi vijana ni bora Mungu airekebishe. Yani tunatamani tukae bunge dogo la vijana, tukamshauri Mungu kwamba 1, 2, 3, Bwana tunaomba uturekebishie katika hivi. Sasa kamati ya vijana jinsi wanavyopenda. Miongoni mwa hivyo vitu ni kusikia ya kwamba mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Unajua hii ahadi kwa vijana haijakaa sawa. Unasema? Vijana wanajitahidi kuvumiliana nayo. Ni kwa sababu wamesema Bwana. Lakini kila wakifikiria kwenye akili zao wanaona hii haijakaa sawa. Inawezekanaje ukae mbinguni bila kuoa wala kuolewa? Inawezekanaje? Yani kila wakiwaza hapo kwamba yani niende mbinguni nisitafute demo. Kijana anawaza, yani mbinguni nisitafute demo. Nisiende kutembea kwenye mitaa ya Nazareth pale. Nimcheki Amina, nimcheki Ashura. Kama duniani hapa la ya vijana ni kuwa na mademu. Vijana wa kiume hao wanapenda kuwa na mademu wengi. Wanawake na wenyewe wawe na babies ambao watakuwa wanawasupport kwenda kuwanunulia chips, mayai, wao wanawatoa out. Lakini eti pale ufike mbinguni usikie ya kwamba mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. God have mercy upon us. Hii vijana wanatamani kabisa wanyoshe mikono, wachaguliwe, waseme kwamba Bwana tunatamani hiyo ahadi angalau uweze kuifikiria, kuna namna uweze kuirekebisha iweze kuendana na hali ya vijana wanavyotaka. Jambo lingine ambalo ninajaribu kulifikiria kwamba linalowafanya vijana wawaze kwamba hii ahadi haijakaa sawa, ni ile kusikia tu mbinguni ni kuabudu. Ni kuabudu tu. Vijana wanawaza inawezekanaje mbinguni maisha muda wote ni kuabudu? Sasa hii habari ya ibada duniani vijana tu imewashinda. Sasa kila wakiwaza hii ahadi kwao wanaona ni kama vile haiwavutii. Umekuja. Wanawaza ni muda gani wa kupata wa kwenda kupiga wa kwenda kufanya starehe. Wanatamani wawepo na kitambaa cheupe mbinguni, vijana wakizungushi. Wanatamani kuwepo na wanawake wa kununua kule mbinguni. Wanatamani mbinguni kuwepo usiku na mchana. Lakini si mbinguni, Biblia imesema kwamba kule kutakuwa ni nuru tu. Sasa ule muda wa usiku vijana ndio wanataka wautumie, wakarefresh kidogo. Sasa wakisikia mbinguni ni kuabudu, hii ahadi vijana wanaona ni kana kwamba haijakaa sawa. Maliza. Ahadi nyingine ambayo vijana nahisi haiwavutii, Biblia inasema kwamba tutakuwa kama malaika. Imagine. Na Biblia inapoongea kwamba tutakuwa kama malaika, yani ni kwamba tutakuwa hatuna jinsia. Unasema? Imagine tu kijana ufikirie kwamba mimi si wa kike wala si wa kiume. Kijana huyu anawaza. Kwa sisi wa kiume sasa tunasema kwamba hii imeondolewa. Haipo. Kwa maneno mengine hamna hisia. Wote ni kama malaika. Tunajua kabisa hamna malaika wa kike wala wa kiume. Lakini hii ahadi kila kijana anapojaribu kuifikiria, niwe kama malaika. Kuna nini tena? Nikana kwamba hii ahadi haisaundi vizuri, yani haina ushawishi kwa vijana. Kijana anataka awe na jinsia yake. Kwa sisi wa kiume twende mbinguni ili tuwe tuna uwezo wa kuangalia malaika na kuwapenda. Sasa unapowaza vitu kama hivi kwa kijana ni kama vile ni ahadi ambazo hazivutii kabisa.
Yaani tunatamani Mungu, tukae na Mungu. Mungu atuulize vijana mnataka nini? Na sisi tumueleze Mungu tunataka 1 2 3. Hii ahadi kwa kweli uliotupatia hii ya kutokuoa wala kuolewa, ya kuwa kama malaika. Lakini kuna ahadi nyingi ambazo vijana wanazipenda sana. Lakini katika hizi 3 nilizozitaja, hizi ni za muhimu. Kwa kweli kabisa vijana wanatamani wakae na Bwana, wamweleze, lakini ndivyo Mungu naye anaona ya kwamba haya ndio chanzo cha uovu. Kwa hiyo Mungu anaanza kuondoa chanzo chote cha uovu, analeta vitu ambavyo havitaweza kusababisha mbinguni. Lakini nilijaribu tu kunikwa mtazamo wangu. Ninahisi kabisa kwamba hizi ndio zinawafanya vijana, huenda hata leo ukiwaambia twendeni kanisani, twendeni tukamwabudu Mungu, wanaona kana kwamba mbona kuna vitu vingi tunaruzi. Lakini ukiwa kama kijana wa sasa, ninaongea na wewe pia ni kijana, Mungu ana makusudi yake. Tujitahidi tu twende mbinguni. Kuna vitu vizuri ambavyo Mungu, hizi hisia tutakuwa hatunazo, tutakuwa tukiwaza tu mambo ya ufalme tu, itakuwa ni rahisi kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri tu tusimfikirie Mungu vibaya, tuanze tu kutenda ya Mungu yaliyo mema. Asante sana mtangazaji. Asante pia na wewe.